Kuna msichana mmoja alikuwa ananiambia kwamba yeye akienda safari za mapumziko na mume wake, mume wake yuko busy na kazi. Nikamuuliza swali, toka uingie kwenye hiyo ndoa, kitu cha mwisho kununua ni nini? Asema sijawahi kununua kitu chochote, ila kila mwezi nalipwa mshahara na huyu mume na sifanyi kazi. Kama sasa unahisi hela ya namna hii inapatikanaje? Kwa kukaa tu. Sasa kwa nini aje hapa na simu za kazi? Nikamwambia kwa nini hapo umempa activity gani afanye? Sijampa yoyote, nataka tu tukae tupige story. Nikamwambia kwa nini unaweza kumpigisha story baada ya simu? Kwa nini unakuwa selfish hivyo? Yaani unataka yako tu yaende, ya kwake yasiende. Na unahisi atapata wapi mshahara wa kukulipa kama hapigi simu hadi saa ya starehe? Kwa ukiwa yani unataka kukaa na mtu ambaye tayari amenyanyuka, ujue kuna vitu vya muhimu kwake utavikosa. Na uwe tayari kuishi bila kulalamika. Kwa sababu ukilalamika, kumbuka mtu kama huyu anakutana na watu wengi sana. Ataona tu kwamba huyu atanitoa kwenye focus ya kazi yangu, ngoja nimwache nyuma huyu. Watu wengi sana walikuwa naishi na wake zao sehemu za kazi, wamewarudisha nyumbani kwa ajili ya mdomo, kelele. Tafuta sehemu za kwenda yeye akiwa kwenye kazi. Tafuta vitu vya kufanya yeye akiwa busy. Kuwa na marafiki yeye akiwa busy. Ingia hata mtandaoni uanze kusoma. Jifunze kupika keki. Jifunze kutengeneza magauni ya watoto ya ushona. Yaani ingia hata darasa lolote.